Najua bwana, sisi tunaambiwa asiyefanya kazi na asili. Kwa hiyo hata iko kipindi cha Ramadhani tulikuwa tunafanya, lakini hatukuwa tunafanya baya lolote, kwa sababu kikubwa kilikuwa ni kusikiliza mashairi ya Waarabu yana hiyo michambo. Lakini kuna Watanzania wengi leo wanasikiliza mashairi ya Waarabu hapo, ili iwe kaswida lazima maudhui yake yawe yanamhusu. Ya mashairi ya Kiarabu ambayo mengine ni ya kijinga tu, ila kwa vile yameimbwa kwa lugha ya Kiarabu, sisi tunaamini ni Uislamu, tunaamini ni vitu vya kumhusu Mungu, tunaamini ni Yakopa ndo alikuwa ametoka mchamba ex wa Diamond bana yake. Kwa hiyo kodi mjini hapa ni wengi kwamba nikishasema King'ang'a hapa nimemtaja Zuchu hapa. Hapana, hilo swala miongoni mwa nyimbo ambazo amechamba kupitia, ni kwamba hiyo ndio identity yake. Yaani ili umtambue hadi Yakopa utamtambua kwenye mashairi fulani ya michambo, na hiyo ndio radha ya watu wa mume wangu nakupenda usimwambie mwingine. Hayo maneno wacha wapambe waseme, sio kwako we baba, napenda yako mashine. Ana kadi ya bima akufundishe kuishi mjini na watu vizuri. Kwa hiyo Zuchu kama kumtungia nyimbo mke mwenzi. Huo mtazamo sio ni nyingi, lakini kubwa kabisa nafikiri ilikuwa ni milioni 50. No, nafikiri ilikuwa ni ya Norway ambao show ambao tuliana baya. Mondi amecheza mpigwa milioni 40 30 na tunachukua hela nyingi. Kwa Mondi naye wala tumebahatika kuwa na mpiga vigoma anayelipwa hela nyingi hapa Tanzania. Bwana, yani mimi sitaki kopeshe leo. Nataka nijue connection yako wewe na Zuchu na Wasafi kwa ujumla. Umeipataje kwa? Tulianza mbali kidogo. Mimi bwana na kikundi changu kama kile mnachokijua cha kupiga ngoma vile. Kwa tunapiga tu mtaani, lakini mara nyingi tulikuwa tunapiga kwenye yale matamasha yale. Kwa kuna yale matamasha ya kitamaduni yani. Kwa kwenye yale matamasha ya kitamaduni yale ndio tunapiga sana, yale matamasha yanakuwa na wageni kutoka nchi tofauti. Kwa wanakuja wageni kutoka Norway, Japani, China, Uingereza, Marekani, wapi. Kwa hiyo kule sisi kwa tunapiga, kwa tukaanza kupata na show sasa za kimataifa. Tunaenda nchi za nje, tunafanya hivyo vitu, tunapiga hivyo ngoma, na nafikiri wao pia Wasafi walianza kuniona mimi kwenye hayo matamasha, lakini kuna kipindi waliwahi kuona baadhi ya kazi zangu kazi zetu tukiwa nje ya nchi huko Ulaya. Kwa hiyo ndo wao wakapenda, wakaona sasa hawa ni watu ambao unajua Wasafi wanapenda kufanya kazi na watu ambao kazi zao zinaenda wanakuwa kimataifa, international. Kwa hiyo wao walivyotuona ndo wakatufuata, kwa sababu sisi kikundi chetu kiko Unguja kule. Kaja ndo tukazungumza nao, tukaanza kufanya kazi. Watu walishazoea kwamba vikundi vya ngoma vinakuwa rafrafu kama mlivyo, lakini kwa nini msiwe labda classic fulani hivi, kwa sababu mnapiga hela nyingi sana? Kwa nini mpo vile local? Tunajitahidi baadhi ya vitu kuwa smart, lakini ukiuzungumzia ile aina ya vigoma ni Uswahilini, vigoma ni Uafrika. So ukiwa una suti na vigoma watu watakuona muongo. Yani huwezi kuvaa suti ukacheza ngoma au ukapiga ngoma. So tunavyokuwa kwenye eneo la kazi tunatakiwa tuende sawa na ile tamaduni, ili tusije tukaipoteza ikaonekana kwamba tamaduni fulani ya Kigoma ilikuwa wanavaa hivi au sisi tukaibadilisha, tutakuwa tunaua ile tamaduni. Kwa hiyo sisi ukituona tukiwa kwenye kazi tunakuwa lafu kweli, lakini tukiwa nje ya kazi kwa kuwa tunapiga hela nzuri, tunavaa vizuri, tunapendeza, tunafanya vitu vizuri vya msingi na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo ukituona tuko lafu tujue tuko kwenye maeneo ya kazi, kwa sababu ile sanaa yenyewe inahitaji hivyo vitu. Watu wamepitia comment nyingi katika Instagram na TikTok, wanasema ile movement yenu ya nyimbo kipindi mnafanya clip mpaka ikaamua kurushwa ile, nasikia mlianza kufanya mazoezi tokea mwezi wa Ramadhani. Hii inakuaje? Yani vipi, mlikuwa mfungi hapo? Sio kwamba tulikuwa hatufungi, tulikuwa tunafunga, lakini kuna namna, najua bwana, sisi tunaambiwa asiyefanya kazi na asile. Na sisi kwa upande wetu tushajichagulia kwamba ile ndio kazi yetu, na ambayo sisi tunaona
haimkosei chochote Mungu wetu. Kwa hiyo hata iko kipindi cha Ramadhani tulikuwa tunafanya, lakini hatukuwa tunafanya baya lolote, kwa sababu kikubwa kilikuwa ni kono uende kinywani bwana. Haramu lakini inaruhusiwa kupigwa kipindi kile asikia ni daku. Ni kushindwa tu kuielewa maandiko. Labda nizungumzie hilo swala au nizungumzie hiyo engo, ni kushindwa tu kuelewa maandiko. Kama mtu anakwambia ngoma ni haramu, labda ipigwe daku, hiyo daku pia wanatumia ngoma. Yaani tofauti ya sisi ngoma zetu na za kwao ni ipi? Yote inawambwa kwa kutumia ngozi. Midundo ni ile ile. Tofauti yake ni nini? Ni kutaka tu kutengeneza mazingira kwamba ionekane kitu fulani ikipigwa kwenye mazingira fulani ni haramu, kitu fulani ni halali. Kikubwa sisi tulikuwa tumkosei Mungu, hamna mtu alikuwa anacheza uchi, hamna mtu alikuwa anajidhalilisha. Basi naamini tuko sahihi zaidi. Maneno yale michambo ile si kama kusengenya, si ni kama kumchamba mtu, kama ni kidini pia yakaa sawa kwa ule mwezi. Tukiangalia, ngoja nikwambie, kuna mashairi ya Waarabu. Tukiyasikiliza mashairi ya Waarabu yana hiyo michambo. Lakini kuna Watanzania wengi leo wanasikiliza mashairi ya Waarabu afu wanaamini ni kaswida. Haina maudhui yoyote ya kumuhusu Mungu. Ili iwe kaswida lazima maudhui yake yawe yanamuhusu Mungu. Sijui kama unanielewa. So Tanzania sisi kwa kuwa hatuna huo uelewa, tunasikiliza baadhi ya mashairi ya Kiarabu ambayo mengine ni ya kijinga tu, ila kwa vile yameimbwa kwa lugha ya Kiarabu sisi tunaamini ni Uislamu, tunaamini ni vitu vya kumuhusu Mungu, tunaamini ni kaswida. Kumbe sio kaswida, lakini ni ujinga tu ambao watu wanaamua kutengeneza ili ionekane kitu fulani ni halali na kitu fulani ni haramu. Sasa ile moment ilikuwaje mpaka nyinyi mnaanza kukusanyika kuandaa? Nadhani pale ilikuwa ni nyumbani kwa Jacopa kama sikosei, mpaka mnaanza kuchora ile na kuamua sasa kumtupia kijembe direct mtu fulani Kidodi. Sisi engo yetu sisi ilikuwa kwenye kupiga kile kigoma. Kwa sisi tulitafutwa engo nzima ilikuwa ni kwenda kupiga ile ngoma. Kwa sisi tulikuwa tunachombeza tu baadhi ya vitu, lakini kwa mashairi mengi pale niliona mama mwenyewe alijakopa ndo alikuwa ameandika mashairi mengi. Kwa hiyo Zuchu naye alikuwa anachombeza tu neno moja moja, na sisi kwenye baadhi ya midundo kwamba mdundo huu ukiweka neno fulani linakuwa lina sound vizuri, ndo ambavyo tulikuwa tunachombeza. Lakini mashairi mengi pale yalikuwa yameandikwa na Jacopa. Zuchu yeye alikuwa ameongeza tu mashairi machache pale. Kwa hiyo kazi ilikuwa ni kama hivi. Mama ndo kamchamba ex wa Diamond manake kwa ufupi. Usinigombanishe ndugu mwandishi. Mimi nazungumzia, sijasema swala la kuchambana, ila nazungumzia mashairi mengi yalikuwa mashairi si yameelezea kabisa, hujalipiwa kodi, pia la pango direct kabisa. Swala la kulipiwa kodi mjini hapa ni wengi, sio huyu ambaye tu anasemekana ameambiwa, ni wengi ambao hawajalipiwa kodi. Kwa hiyo mimi naamini ni mashairi tu ya kawaida ambayo mama yeye aliamua weka hivi itaenda mjini, na kama unavyoona imeenda mjini. Swala la kulipiwa kodi ni watu wengi ambao hawajalipiwa kodi, sio lazima tu awe yeye ambaye ninamsema. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Kidodi ni nani? Sasa hapo swala la Kidodi mimi mwenyewe vile vile nashindwa kuelewa. Sijui inakaa kwenye engo gani, lakini kuna Kidodi kuna King'ang'a. Ukimwambia hivyo mtu anakuwa anaelewa, na mule limetajwa. Haya, labda nikuulize, King'ang'a wewe unamjua ni nani? Zuchu. Kwa nini King'ang'a? Kwa Mganda Mondi. Wale Uganda mbona wengi? Wewe ukizungumzia neno huyu bwana King'ang'anizi, kwa huyo Zuchu huyo. Kwa hivyo ni vitu vya kawaida tu. Bwana huyu Ruba huyu, mbona hayo maneno yalikuwa yanatumika muda tu, bwana huyu King'ang'anizi, King'ang'a. Kwa nini awe Zuchu tu ndo King'ang'a? Ving'ang'a wengi. Kwa hiyo mimi leo tena nisilitumie neno King'ang'a kwamba nikishasema King'ang'a hapa nimemtaja Zuchu hapa. Hapana, hilo swala alipo. Kwa hiyo ni vitu vya kawaida tu ambavyo mimi sijui, labda wao kwa undani wao wanaweza wakawa walimaanisha hivyo, lakini mimi sioni, kwa sababu hata mama naye alikuwa anaandika yale maandishi. Unajua kama ingekuwa yana hivyo vitu ambavyo vinazungumzwa kipindi wanafanya huo uandishi, at least ningekuwa naona hizo reactions za bwana hivi na hivi, weka mwekei. Lakini bibi mkubwa alikuwa tu akiandika weka hivi, weka kawaida, yuko normal tu. Oh, mimi siamini. Afu nafikiri kwa watu ambao wanamfuatilia Jacopa, hivyo ni vitu vya kawaida tu, tangu muziki wake wa miaka hiyo ni vitu ambavyo yeye anafanya. Ni vitu tu vya kawaida. Alikuwa anafanya kipindi akiwa amekwazika au anagombana na mtu, ndio maana akawa anamuita Malkia wa Mipasho. Kipindi kile wakikwazana tu katika mambo ya taarabu, anatia habari zake mjini Mipasho. Na ndio maana ili watu wakaunganisha wote, wakaona
hii kaamua kuuvaa sasa ugomvi wa mwanaye, akaamua kumwandikia, akampa mwanaye mipasho, na nyinyi pale mlikuwepo, ikitoja neno kodi mnapiga kelele, mnashangilia. Sasa ukizungumzia hivyo ni kushindwa tu kufuatilia mambo, sijui kama unanielewa. Ukifuatilia kuna baadhi ya nyimbo, kwa mfano Mama Khadija Kopa leo kushirikishwa na Diamond, kuna nyimbo inaitwa Nasema Nawe, miongoni mwa nyimbo ambazo amechamba kupita maelezo, lakini ukiangalia haikuwepo hizo issue ambazo nyinyi mnazizungumzia. Hiyo ni asili ya yule mama, yani kwamba hiyo ndio identity yake, yani ili umtambue Khadija Kopa utamtambua kwenye mashairi fulani ya michambo, na hiyo ndio radha ya watu wa mwambao wa pwani wanaita wenyewe. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vipo na ndio aina yake Khadija Kopa iliyomtambulisha tangu miaka hiyo. Nasema Nawe alikuwa na ugomvi na nani? Maana kina Nasma walikuwa tayari washatangulia mbele za haki. Khadija Kopa na ugomvi na nani kwenye Nasema Nawe? Lakini amechamba ile ile. Kwa hiyo ni aina yake ya muziki, japokuwa watu wanaunganisha matukio, labda kwa sababu hii ilikuja na tukio fulani, wamejaribu kuunganisha ndo wameenda kupata iko kitu, lakini mimi siamini kabisa kwamba lengo lilikuwa ni hilo. Mimi naamini ni nyimbo kama nyimbo zingine iliwekwa, nafikiri na watu wanaruka nazo. Kwa kutaka kuamini watu wanaruka nazo, kuna watu tayari wanaanza kuambiana huko umelipiwa kodi na nini hivi na hivi, sijui na nini umenyimwa kodi, unaelewa? Kwa hiyo ni maisha ambayo yapo huko Swahilini au mitaani, na watu wanayaishi, na watu nyimbo wamepokea na wanaishi nayo, yani wanaendelea kuitumia kwa sababu iko kitu ambacho wanakiishi kila siku. Ile ni ngoma ambayo tunatarajia itoke, ama ni imeishia pale tu ili mukele tu watu afu habari nyingine ziendelee? Anafikiri tumeiplan iwe kama ngoma, kwa mimi ambavyo nilivyoitwa pale iliplaniwa iwe kama ngoma, na ndio maana ilikuwa ina kila kitu pale, inarekodiwa na vitu vingine inafanyika kabisa, ni ngoma kama ngoma. Sasa sijajua kama wao wataamua kuitoa au hawataamua kuitoa. Msije tena mkaniuliza bwana ulituambia mbona haijatoka. Huo ni uamuzi wa kwa hiyo Zuchu kaamua kumtungia nyimbo mke mwenzie. Huo mtazamo wenu sasa, huo mtazamo, lakini mimi sina imani hiyo. Mimi naamini ni nyimbo kama nyimbo zingine, hamna mtu yeyote ambaye Zuchu bwana ni ile brand kubwa bwana. Kama nyimbo ambayo ina relate na mambo ya mke mwenzio alishai kuitoa, sina ubaya, naijua. Hii imekuaje hii? Sasa hapo ndo tunakujiuliza, kipindi anaitoa ile alikuwa na shida na nani? Kwa hiyo tuamini tu ndo muziki upo, kuna muda unahitajika utoe nyimbo fulani japokuwa huna issue hiyo. Kwa hiyo ni kitu tu cha kawaida. Kwa hiyo hata ile sina ubaya aliitoa akiwa hana ubaya na mtu yoyote, lakini akaitoa. Ana mke mwenza lakini akaitoa. Kwa hiyo hata hii ilivyotoka, nafikiri ni kwa vile tu haya matukio yameungana kati ya hii nyimbo na hilo sakata, ndio maana watu wameamua sasa kuiunganisha, lakini haina ukweli wowote au haina maana yoyote, sio jambo la kulizingatia kwa watu ambao wana. Bwana, show yenu kubwa kabisa mliwahi kulipwa ni kiasi gani? Show ni nyingi, nikikumbuka show ni nyingi, lakini kubwa kabisa nafikiri ilikuwa ni milioni 50 kwenye matamasha ya ipi kundi. Ile nafikiri tulienda Ufaransa tulifanya, nafikiri ilikuwa ni ya Norway, ndio ambao show ambao tulilipwa pesa nyingi kwa kama M50 mpaka tunafika hapa ina M50. Ile ya Mondi pia mlipiga pesa ndefu kidogo. Mondi ana baya, Mondi amecheza mpigwa milioni 40 30 na tunachukua hela nyingi. Kwa Mondi naye hana baya mwanetu, na tunapiga hela. Bwana, sisi tunashukuru kwa muda wako. Na watu wanakupataje katika mitandao yenu, ili watu pia ambao wa uwezo wa kati, au mnafanya na matajiri peke yake? Nafikiri swala la kibiashara ni swala tu la mazungumzo. Sisi tunafanya show, kama tutakubaliana, tunaelewana, bwana tutafute, sisi tunakuja kukufanyia shughuli yako, haijalishi uwe na kiwango gani, kwa sababu sisi tunakuja na wewe unavyotaka. Kwamba kwa kiasi kadhaa atuache hela, sisi hatuchagui kwamba kiasi kadhaa. Sisi yoyote atutafute, tutafanya naye kazi. Ni swala la wanakupataje katika mtandao wenu wa Instagram? Sisi wakitutafuta kama Spark Media Kigoma, basi wanatupata. Bwana, umetisha. Nashukuru sana.